Maonyesho yanaanza na mpishi mrembo anayeitwa Leng akiwa njiani kwenda kwenye mkutano wa kuonana kwa mara ya kwanza na mpenzi wa kutupwa. Rafiki yake anampigia simu na kumdhihaki kwa kwenda kuchumbiana na mtu aliye na PhD, lakini Leng anapunga simu tu. Mahali pengine tunaona mpenzi wake wa kutupwa, Yunfei, akimtazama mwanamke mbele yake, akivurugwa ni kwa nini mwanamke huyu yuko hapa. Mwanamke huyo ni muigizaji maarufu anayeitwa Jen, ambaye anamvutia sana Leng. Anadokeza kwamba Leng na Yunfei hawafanani na anapendekeza aondoke kabla hajafika. Hata hivyo, mshujaa wetu anasema kwamba ana uwezo wa kufanya uamuzi huo mwenyewe. Kisha anamshauri Jen aache kumvutia sana, kwani wazi kabisa kwamba hana hisia zake. Wakati huo huo, Leng anafika na anakubaliana na Yunfei. Kisha anamkemea Jen kwa kuingilia maisha yake ya kibinafsi na kumfuata kila tukio. Baadaye anageukia Yunfei na kumwambia kwamba kwa kweli hamvutiani na alikuja kwenye mkutano huo tu kwa kushinikizwa na wazazi wake. Anadai kwamba kwa hakika hawafanani na anageuka kuondoka. Pale pale anapokea simu kutoka kwa mkurugenzi wa kampuni yake, ambaye anamuuliza mkutano unakwenda vipi. Amepewa mpango huo wa kupatana kwa sababu Leng anatoka kwa familia tajiri inayomiliki kikundi cha Chen He. Taasisi ya utafiti ya Yunfei inahitaji ufadhili kutoka kwa kikundi hicho, kwa hivyo ameingizwa kwenye hali hiyo. Akirudi kwenye misheni yake tena, Yunfei anamfuata Leng na kujaribu kumshawishi kwamba kwa namna fulani wanafanana, ikiwa ni ishara ya nyota na aina ya damu, lakini hayashawishiki na haonyeshi hamu yoyote kwake. Kisha anajaribu kumzuia tena anapoondoka, lakini kwa makosa anapindua chupa ya divai ambayo hupasuka. Leng anapojaribu kumsaidia, anaanguka kwenye kioo na kujiumiza. Yunfei mara moja anampeleka hospitalini ambapo anatibiwa. Muda mfupi baadaye, Leng anampigia simu rafiki amchukue, lakini wanadai kuwa wana shughuli. Kwa hivyo anamuomba Yunfei kwa majuto aende nyumbani kwake, naye anafurahi kukubali. Baadaye wawili hao wanafika nyumbani kwake na anataja kwamba ana kitu muhimu cha kumuonyesha. Sasa anataka tu kumuonyesha kifaa cha USB kilichobebwa na mradi wa utafiti, lakini anampotosha kumwamini kwamba anajaribu kumtongoza na anamwambia kwamba si mtu wa aina hiyo. Bahati mbaya anamfukuza nje ya nyumba kabla hajaweza kueleza. Kesho yake mkurugenzi wake anauliza kuhusu mkutano, lakini Yunfei anaelezea kuwa ilikuwa janga. Anadhani amefuja kabisa nafasi yoyote ya kuwa na mkutano wa baadaye. Lakini mara moja anapokea ujumbe kutoka kwa Leng ambaye anataka kukutana. Hii inamfurahisha Yunfei na mara moja anakubali. Kwenye kumbukumbu tunaona Leng na mama yake ambaye anamsukuma azungumze na Yunfei. Anataka ampate mwenzi mzuri, kwani kila wakati anaingilia kati kwa wanawake wenye kashka. Anajaribu kukataa, lakini anamuonyesha kwamba hamtamuunga mkono mgahawa wake kama hatakubali. Kesho yake Leng anamchukua Yunfei kwenye mgahawa wake na kudai kuwa amewahifadhia mahali pake wote kwa ajili yake tu. Hata hivyo anajua mgahawa umefungwa kwa sababu ya kashfa. Anamuuliza jinsi alivyogundua na Yunfei anaelezea kuwa alifanya utafiti kidogo juu yake. Kwa chakula anajaribu kumkatazia kwa kumpikia achari, ambayo ni chaguo rahisi zaidi kwenye menyu ya mgahawa, lakini mpango wake ulikwenda vibaya sana, kwani achari ikawa ni vyakula vyake vipendelewaji. Baadaye mkutano wao unapokaribia kuisha, wote wanatambua kwamba tena wameshindwa kufikia malengo yao. Yunfei alishindwa kuzungumza kuhusu mradi wake, huku Leng asishindwe kumvutia. Siku kadhaa baadaye, wakiwa wamebaki kazini, Yunfei anahisi mtu anamtazama. Akiwa anadhani ni mtundu anajaribu kumpiga mtu huyo, lakini anageuka kuwa ni mwenzako mwandamizi, John. Mshujaa wetu anafurahi sana kwamba amerudi nchini baada ya muda mrefu sana. Baadaye, wakati wa chakula cha jioni, anataja kusikia kuhusu mkutano wake na Leng kwa ajili ya mradi wao. Anamuuliza kama anampenda, lakini Yunfei anakana, hilo likimfariji. Siku iliyofuata, wawili hao wako kwenye mgahawa mwingine wakijadili kazi. Mara, Leng anampigia simu na kuomba kukutana, lakini anasema yuko na mwenzake mwandamizi na kukatia simu. Hii inamfanya shujaa wake awe na wivu. Kwa hivyo anagundua eneo lake kutoka kwa rafiki yake na kujitokeza. Wakati wa chakula, anajaribu kujisifu, lakini wao wanapouza na kuendelea kuzungumza juu ya kazi. Leng kisha anajivunia utajiri wake kwa kuagiza vyakula vyake ghali zaidi. Lakini linapofika wakati wa kulipia bili, anagundua kusahau mkoba wake. Watumishi wanamshutumu kwa kulisha na kukimbia, na wananchi wa usalama wanamfunga. Kuangalia hili, John lakini Leng anakataa kwa sababu kiburi chake hakikubali. Badala yake anampigia simu rafiki
rafiki, ambaye mara moja anakuja huko na kusuluhisha swala hilo. Kabla ya kuondoka, Leng anamuuliza Yufei kukutana naye wikendi na kuahidi kumpikia chakula chake anachokipenda. Nje, rafiki yake anamkumbusha kwamba ana onyesho la kupikia wikendi na kumshauri ahirisha mkutano na Yufei. Hata hivyo, Leng anazingatia kuwa hii ndiyo nafasi kamili ya kupata kulipiza kisasi kwake kwa aibu ya leo. Picha kisha inakatika hadi wikendi ambapo anahudhuria onyesho lake la kupikia kupitia mtandao wa moja kwa moja. Anagundua kwamba mgeni maalum ni Jen, jambo linalomkasirisha. Hata Yufei amekasirishwa kuwaona pamoja. Muda mfupi baadaye, Leng anaamua kumfanya aaibike na kumwalika kujaribu achari yake. Mshujaa wetu anasita, lakini kwa kuwa ni moja kwa moja, hawezi kumkana kwa muda mrefu na aende jukwani. Anatumai atakuwa na wasiwasi na kujifanya mjinga kwenye kamera, lakini kwa kusikitisha kwake, anazungumza kwa ujasiri bila dalili yoyote ya hofu ya jukwani. Baada ya onyesho kumalizika, Yufei anakabiliana na Leng akisema alikusudia kumfanya aaibike mbele ya watu wote. Anajaribu kumshawishi kwamba nia zake zilikuwa nzuri, lakini anamwambia asimuite tena, kwani hataki kujihusisha na mtu ambaye anamdhalilisha. Wakati huo huo, kwenye chumba cha kujivishia, Jen amekasirishwa sana kwa sababu Leng hajibu hisia zake na anaonekana karibu na Yufei. Pale rafiki yake wa utotoni Fang anafika. Anaonekana kuwa anampenda kwa kuwa ana mawa na zawadi. Hata hivyo, hii inamchukiza Leng na anaamuru aache kumzunguka. Kesho yake kazini, mkurugenzi anamuuliza Yufei kuhusu maendeleo na Leng. Anasema kwa uaminifu na kusema kwamba uhusiano umekwisha, lakini hii humkasirisha bwana. Anaanza kumpigia kelele akisema kwamba kampuni yao inahitaji sana uwekezaji. Bahati nzuri, Jen anafika mahali hapo na kutatua mtanganyo kati yao wawili. Wakati huo huo, wazazi wa Leng wanajua kile kilichotokea na wakamkasirika. Wanamuonyesha kwamba kama hakutatua mambo na Yufei, hawatawasaidia kulipia mgahawa. Shujaa wetu mwenye hasira kisha anajaribu kumtumia ujumbe, lakini anagundua amefungiwa. Ni siku kadhaa zinazofuata, mkurugenzi anaendelea kumshindikiza Yufei kupata udhamini. Bila chaguo lengine, anaelekea nyumbani kwa Leng ambapo anamkuta lemewa. Mshujaa wetu anamhumu, kwa hivyo anasafisha mahali hapo na kisha kwenda bafuni kujisafisha. Pia anapika chakula chake anachokipenda na kumpa. Leng anaguswa na ishara yake nzuri na kuomba msamaha kwa makosa yake. Pia anakiri kwamba amekuwa mtu mbaya sana kwake. Wakiwa wanajadiliana kwa undani, Yufei hatimaye anafichua ukweli kuhusu mradi wao na jinsi alivyokutana naye tu kwa ajili ya udhamini. Anaomba msaada wake akisema kwamba taasisi yao inaweza kufungwa bila ufadhili. Leng anakubali kumsaidia, lakini badala yake anataka yeye kujifanya kuwa mpenzi wake. Kesho yake anamleta kukutana na wazazi wake ambao wanafurahi. Wakati wa chakula chao cha jioni, wanavutiwa na Yufei mwenye elimu, haswa ikilinganishwa na mwana wao ambaye mara nyingi huingilia kati na amefanikiwa kidogo maishani mwake. Hata hivyo, Yufei anamtetea akisema kwamba ana shauku na umakini mkubwa kuhusu upishi wake. Anasisitiza ubora wa chakula chake na kuwaacha wazazi wake bila maneno. Baadaye, Leng anafikiria anamfurahia kwa msaada wake. Anadai kuwa si kitu na anakiri kwamba hakudanganya kwa sababu kwa kweli anapenda upishi wake. Kisha anamkumbusha kwamba wanapaswa kuendelea na uongo huu kwa angalau mwezi mmoja, ambapo yeye siku chache baadaye Leng anamleta Yufei na marafiki zake kwenye mgahawa. Wanazungumza juu ya maisha yao, kucheza michezo na kufanya mzaha. Wanapoondoka, anamwalika Yufei kwenye ufunguzi mkubwa wa mgahawa wake ambao unafanyika siku chache baadaye. Anakubali kwa furaha na wakati huu anahisi moyo wake unapiga kwa kasi kama hajawahi. Mahali pengine, Fang anakutana na Jen na anagundua kwamba amekuwa na hasira sana hivi karibuni. Sababu ni rahisi, mpenzi wake amekuwa akimdharau kwa ukatili. Fang amechoshwa na hali hiyo kwa sababu anataka ampende, lakini anapoomba msaada anakubali. Baadaye usiku, Jen anagundua kuwa Fang amemuomba msaidizi wake anwani ya Yufei. Kwa hofu kwamba atafanya kitu kibaya, anapiga simu mara moja Leng na kumjulisha juu ya hali hiyo. Picha kisha inakatika hadi Yufei ambayo yuko njiani kwenda nyumbani peke yake. Anahisi kwamba mtu anamfuata, kwa hivyo anajaribu kukimbia, lakini mtu aliye na barakoa anajitokeza ghafla na kuanza kumshambulia. Bahati nzuri, Leng anafika kwa wakati na kumsukuma pembeni. Kisha anaingilia pigano na mtu huyo na hatimaye anamvua barakoa. Hata hivyo, huyo mwisho anaweza kukimbia bila kuonyesha uso wake. Baadaye nyumbani, Yufei anasaidia kutibu majeraha ya Leng na wanajadili nani awezaye kuwa nyuma ya shambulio hili.
Wakati huo, kengele ya mlango inalia na inageuka kuwa Jen. Anakiri kwa huzuni kwamba alikuwa amenung'unika tu juu ya Yufei mbele ya Fang na hakutarajia mambo yasonge kama hivi. Ufunuo huu humkasirisha sana Leng na anauliza kwa nini hawezi kumwachia. Mwanamke anasababisha kwamba anampikia supu kama vile bibi yake alivyokuwa akimpikia. Hata hivyo, anasema kwa hasira kwamba hii si upendo na anapaswa kuacha kumvutia. Amekasirishwa na kukataa kwake na maneno, Jen anaapa kumsahau kabla hajaondoka kwa hasira. Leng kisha anatoa kukaa na Yufei kwa kuwa anaogopa mpumbavu huyo anaweza kurudi wakati wowote. Asubuhi iliyofuata, anampikia na kufanya kazi zote za nyumbani. Wakati wa kwenda ofisini, John anafika kumchukua, lakini mwandamizi huyo anakasirishwa anapomuona Leng nyumbani kwake. Ni dhahiri kwamba naye anampenda. Mazingira yakawa yanamzaha mara moja wakati wanaume hao wawili wanatizamiana, lakini ghafla Leng anapokea simu na kumlazimisha kuondoka. Anapofika mgahawani, anakuta fujo. Rafiki yake anaelezea kwamba alipofika asubuhi hii, aligundua mlango umefunguliwa na mahali pameharibika kabisa. Muda si mrefu, Yufei na mwandamizi wake pia wanafika na mara moja anagundua nani anayewajibika. Wakati huo, Jen anaenda kumuona Fang na kufunua kwa machozi kwamba polisi wanamtafuta. Yeye anafurahi tu kuona kwamba anajali na anadai kuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Hata hivyo, anamuomba aache upuzi kwani amevuka mipaka yote sasa. Kisha anaweza kumshawishi ajisalimishe. Mchana, Jen anakuja mgahawani na kuomba msamaha kwa Leng. Anafanya wazi kuwa hana hisia za kimapenzi tena kwake na anatumai wanaweza kuwa marafiki. Wawili hao kisha wanakumbatiana kutatua tofauti zao. Hata hivyo, wakati huo Yufei anafika na amekasirishwa kuwaona pamoja. Anageuka kuondoka, lakini Jen anamzuia na kumchukua kando kwa mazungumzo. Mwigizaji maarufu kisha anakiri kwamba hakumpenda Leng kwa kweli. Alikuwa akizingatia tu wazo la kuwa naye. Lakini sasa amemwacha, anataka kuenda nje ya nchi na kufuata masomo yake. Mshujaa wetu anafurahi kweli kwake na anamtakia kila laheri. Siku chache baadaye, kituo cha utafiti cha Yufei hatimaye kinapata udhamini, jambo linalomfanya afurahi. Mkurugenzi pia anafurahi na anamshukuru kwa kila kitu. Katika picha inayofuata, Yufei anaamka kitandani kwake na kuhisi uwepo wa mtu nyumbani kwake. Akiwa anadhani ni mwingiliaji, anashika bat la baseball kukabiliana na mtu huyo, lakini mara anagundua ni Leng. Anapouliza kwa nini yuko hapo, anafichua kwamba ndiye aliyemuomba aje hapo awali. Inageuka mshujaa wetu alikuwa amechoka sana hata hakumbuki mazungumzo hayo. Baadaye Leng anapokuwa akimtayarishia chakula, Yufei anamwangalia. Anavutiwa sana na uvutio wake hivi kwamba anamfunga kwenye ukuta na kumshangaa kwa busu. Hata hivyo, shujaa wetu anashangaa na busu la ghafla na anadai hii ilikuwa mara yake ya kwanza. Hajui jinsi ya kukabili, kwa hivyo anachukua tu nguo zake na kuondoka. Baada ya tukio hilo, wawili hao hawajazingiriana kwa muda. Siku moja, Yufei anaenda kwenye onyesho lake la kupika kumtia moyo, lakini anapomtambua anakuwa na wasiwasi na kukwama. Baada ya onyesho kumalizika, Leng anaenda kumtafuta, lakini anamkuta rafiki yake tu. Mwisho anamuuliza kama anampenda Yufei kwa sababu amekuwa akitenda kwa njia isiyo ya kawaida karibu naye. Hata hivyo, shujaa wetu anakataa sana. Anadai hawezi kuwa anampenda mtu kama yeye ambaye ni mdadisi na mkubwa sana. Bahati mbaya, Yufei anafika wakati huo huo na anasikia kila kitu. Leng anajaribu kueleza kuwa alikuwa akifanya mzaha tu, lakini anampuuza na kuondoka. Siku chache zimepita na hamu ya Yufei bado haijaboreshwa. Hii inasababisha kufanya makosa kazini. Kumwona amechoka sana, John anauliza shida ni nini na hatimaye anashiriki maelezo ya yaliyotokea na Leng. Anaamini kwamba amemuenda kwa upendo kwa sababu mipako ya Yufei iliongezeka alipombusu. Hata hivyo, anadai ni mwitikio wa kawaida wa mwili wakati hiyo inatokea na mtu yoyote anayembusu. Anapendekeza kwamba ambusu ili kujaribia nadharia hii, lakini kumuona akisita, anadai ilikuwa ni mzaha. Muda kidogo baadaye, Leng anakuja kumuona Yufei mamaua na kuomba msamaha kwake.
Anaeleza kwamba alimshangaza kwa busu na hakujua jinsi ya kukabili. Ili kumake up, anamwalika nje kwa kula. Ingawa awali anakina, Leng anafikiri anapaswa kumvutia. Anaagiza chakula cha gharama zaidi na kumpa mfuko wa nafasi. Hata hivyo, mfuko ni mdogo sana na hautoshi hata simu yake. Wakati wote wa chakula, Leng anaendelea kuwa na tabia isiyo ya kawaida ambayo humchanganya mshujaa wake. Anaanza kufikiria kwamba anaweza kuwa na hali ya neva isiyo ya kawaida. Licha ya hili, anaendelea na kumuuliza moja kwa moja kuwa mpenzi wake wa kweli. Yufei anashangaa na pendekezo hilo, lakini anasema atafikiria juu yake. Katika siku zifuatazo, wanaanza kukutana mara nyingi na hatua kwa hatua wanakaribia. Mchana mmoja, John anamwalika Yufei nyumbani kwake akidai atampikia vyakula vyake anavyovipenda. Hafikirii sana juu yake na anakubali. Leng anapogundua kuhusu hili, anakuwa na wivu sana hivi kwamba anajitokeza kujiunga nao. Baadaye, John anamuomba aende chini na kukusanya kifurushi chake cha mabebea kwake. Leng anaondoka kwa majuto, na wakati huu, John anakiri hisia zake kwa Yufei, akifichua kwamba amekuwa akiupenda kwa muda mrefu sana na anatumai atampa nafasi. Hata hivyo, mara moja anakataa na kusema kwa ukali kwamba anamuona tu kama kaka mkubwa. Majibu haya yanamvunja John, lakini hata hivyo, anakubali uamuzi wake na kumkumbatia. Wakati huu, Leng anarudi na kifurushi na amekasirishwa kuwaona pamoja. Anajaribu kueleza, lakini hasikii naye na kuondoka. Baada ya tukio hili, Yufei na Leng hawazingiriani kwa sababu hakuna anayetaka kupatanisha. Siku moja, anapokea simu kutoka kwa rafiki yake, akimtahadharisha kwamba Leng karibu kuondoka nchini. Kusikia hili, anapatwa na wasiwasi na mara moja anakimbilia kwenye uwanja wa ndege. Anapomuona, hapotezi wakati na kukiri hisia zake. Anafichua kwamba kwa kweli alikuwa akiwavutia tangu siku ya kwanza walipokutana. Leng anakubaliana na hisia zake na wanashiriki busu la kimapenzi. Baada ya wakati wao wa kihemko, anafafanua kwamba haondoki na kwamba alikuwa tu hapo akimchukua rafiki kutoka uwanja wa ndege. Wanapokuwa wamebuburika, wazazi wa Yufei wanafika ghafla na kushangaa. Baba anazimia ghafla na anawekwa hospitalini. Anapoamka, anaomba kukutana na Leng, lakini Yufei anasema kwamba tayari amesafiri. Kisha anakwepa na kufichua kwamba ni mpenzi wake. Kusikia hili, baba anazikitika na kumwambia aweke utafiti kabla ya uhusiano. Siku iliyofuata, Leng anakutana na wazazi wa Yufei na baba yake anachukua nafasi hii kumtia changamoto kwa maswali magumu sana. Anayajibu kwa urahisi, lakini baba bado anazikitika wakati anagundua kwamba Leng ni mhitimu wa chuo tu. Anaamini Leng hafai kwa binti yake mwenye elimu ya juu. Yufei anamtetea na kusifu ujuzi wake wa kupikia, lakini baba yake mgumu hajali juu ya hilo. Kisha anauliza kuhusu kazi ngumu na jedwali la upimaji wa elementi ambalo Leng ni wazi hajui kujibu. Matokeo yake, mkutano wao wa kwanza haukwenda vyema na kumuacha na kiwema. Hata hivyo, Yufei anamfariji kwamba ni mtu mzima na kwamba baba yake hawezi kuingilia maisha yake. Siku baadaye, wazazi wake wanakula chakula kisicho na uhakika. Baada ya hapo, wanaumwa na kuishia hospitalini. Yufei kisha anaanza kuwapa vyakula vyenye afya vilivyotayarishwa na Leng. Kwa kushangaza, wanafurahia chakula hicho sana hivi kwamba wanatarajia kila chakula. Wakati chakula hakifiki, baba anaomba anwani ya mgahawa. Kwa jibu, Yufei anamshudishi Leng na kufichua kwamba ndiye aliyepika vyakula vyote ambavyo wamekuwa wanavyemfahia. Kusikia hili, baba anashangaa na kujuta kumtendea kwa ukali. Kisha hatimaye anamkabidhi binti yake kwa Leng, jambo linalowafanya wapenzi wafurahi sana. Siku chache baadaye, Leng anaamua kuomba kumuoa Yufei, kwa hivyo anafanya mikate na kumwalika kuionja. Anakula kwa hamu yote na kumeza pete aliyoificha katika moja ya mikate. Kutokana na hili, Leng anapatwa na wasiwasi na mara moja anampeleka hospitalini. Wakati wa x-ray, wanapata pete tumboni mwake, lakini daktari anamhakikishia usiwaze na kuandika dawa kusaidia kupita. Kutokana na hili, baba wa Yufei tena anakasirika na Leng kwa kutokuwa na uhakika, lakini yeye anamtetea akichukua hatia kwa tukio hilo. Baadaye, wapenzi hao wanaona familia yenye furaha wakicheza pamoja kwenye bustani na wanahisi hamu. Leng anamuuliza aina gani ya ndoa anataka, lakini Yufei anasema hataki chochote cha kupamba na anataka tu harusi rahisi yenye maana. Kusikia hili, anapiga magoti na kuomba kuolewa. Analalamika kuwa hakuna pete ya uchumba, kwa hivyo pengine anamuonyesha x-ray. Hii inamfanya mshujaa wake na wote wawili wakacheka kwa ukimya, lakini anakubali kwa furaha. Siku ya harusi yao, baba wa Yufei anamuomba Leng kuchukua mtihani wa fizikia na kemia papo hapo. Hata hivyo, wakati huu anabaki kwa usahihi na kujibu maswali yote kwa mafanikio. Muda mfupi baadaye, Yufei anafika na baba yake anamtia mkono kuendelea na harusi. Kisha wao huolewa na kwa hili hadithi nzuri inakwisha.